Amina. Karibu tuweze kuendelea katika hizi siri ambazo tumejifunza kwamba si katika siri saba zilizofunuliwa katika Agano Jipya. Tutaenda kuangalia siri namba 3. Siri namba 3 ni siri ya mapenzi ya Mungu. Siri ya mapenzi ya Mungu ni mpango wa Mungu wa mwisho wa kuunganisha, kurejesha na kutawala kila kitu kupitia Yesu Kristo. Ni mpango wa Mungu wa mwisho wa kuunganisha, kurejesha na kutawala kila kitu kupitia Yesu Kristo. Tutasoma Waefeso sura ya 1 mstari wa 9 mpaka wa 10. Biblia inasema, akisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliokusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo. Atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Atavijumlisha vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam, katika yeye huyo. Na Mathayo, taongezea Mathayo sura ya 6 mstari wa 10, akasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ngoja nikwambie mwana wa Mungu, kuna vitu ambavyo vipo huko mbinguni kwa Mungu Baba. Kuvipo. Sasa hata hivi tunavyoviona ni baadhi vichache tu vimefunuliwa katika hii dunia. Kwa wale waliokaa vizuri na Mungu, hata mambo ya utawala yametoka huko mbinguni, mifumo ile ya kule mbinguni. Sasa Mungu anakuwa anatoa kwa wale ambao wamesimama vizuri na Mungu, anatuonjesha. Kwa hiyo ndio maana kila siku katika Mathayo anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kuna vitu ambavyo viko wapi? Viko mbinguni, na Mungu anatamani sana kwamba hapa duniani vitimizwe. Sasa hii ni siri Mtume Paulo aliweza kufunuliwa ya kwamba vitu vya duniani na vitu vya mbinguni vitajumlishwa. Haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kwamba huu ni mpango wa Mungu, mpango wa Mungu wa kuunganisha, kurejesha na kutawala kupitia Kristo. Anataka atawale, aunganishe vitu vya huko mbinguni, lakini aunganishe na vitu vya duniani, na aweze kurejesha na kutawala katika nini? Katika yote, yani duniani na mbinguni. Ndio maana kila siku akawa anatuambia ombeni ya kwamba mapenzi ya Mungu, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kuna vitu ambavyo viko mbinguni inatakiwa vitendeke katika dunia, na vitatendeka na nani? Na wewe ambaye unanisikiliza, ambaye umefunuliwa hii siri siku ya leo ya kwamba Mungu anataka kuunganisha, na anaunganisha kupitia Kristo, kupitia mwanadamu ambaye amekuweka chini ya jua. Kwa hiyo huu ni mpango kabisa. Hii ni siri ambayo wengi hawakufunuliwa na wengi hawakuijua. Sasa leo umepata neema ya kuijua siri ya mapenzi ya Mungu. Vipengele muhimu kwenye siri ya mapenzi, siri hii ya mapenzi ya Mungu. Vipengele muhimu: mapenzi ya Mungu ni ya wokovu, si ya hukumu. Mapenzi ya Mungu ni ya wokovu, si ya hukumu. Mungu mapenzi yake sio kwamba aje atuhukumu au atuangamiza, tuteketeze. Mapenzi yake ni kwamba alete wokovu. Mwanadamu alipokosea katika bustani ya Edeni, akawa amepoteza vitu ambavyo alikuwa amepewa na Mungu. Ule mfanano ukatoweka, sawa na kuwa tu mwanadamu, lakini katika ulimwengu wa roho mamlaka ilitoweka. Ukatawale, hana uwezo wa kutawala. Ukafanya hiki, hana uwezo, kwa sababu amepoteza ile hali ya kimungu ndani yake. Huwezi ukatawala kama huna hali ya kimungu ndani yako, si ndivyo? Kwa akapoteza. Kwa hiyo mpango wa Mungu kupitia Kristo ni kwamba aje atuokoe. Akituokoa atuunganishe, tuwe na mahusiano mazuri na huyu Mungu wetu. Tukiwa na mahusiano mazuri na huyu Mungu wetu, ndipo Mungu anafurahia. Ndio maana akasema katika Ezekieli, ukisoma Ezekieli 18:20 na 20:23, inaelezea ya kwamba Mungu hafurahishwi na kufa kwake mwenye dhambi. Si afadhali akagairi akatubu
agairi, atubu. Kwa hiyo Mungu hafurahishwi. Sisi tunaweza tukafurahia, mtu anaweza ukamchoma, ameiba, ukamchoma, ukamfanya hiki, unafurahia mwizi huyu, lakini Mungu hafurahishwi na hicho kitendo. Kwa anataka kila mtu aweze kufanyaje? Kutubu. Anataka kila mtu aweze kufanyaje? Kutubu, amrejee nani? Amrejee Kristo. Kwa hiyo hii siri inasema kwamba Mungu lengo au madhumuni ya Mungu ni kwamba aweze kumwokoa mwanadamu na sio kuleta hukumu. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4, apendezwaye watu wote waokolewe. Anasema apendezwaye watu wote waokolewe. Mungu anapendezwa watu wote waokolewe, na haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Hata Yesu akasema ya kwamba nisimpoteze hata mmoja, wale ulionipa nisimpoteze hata mmoja. Ndio mapenzi ya Mungu, kwamba amekuja kukuokoa. Hataki upotee, hataki uangamie, hataki uende mbali na yeye. Kwa lengo la Mungu ni kwa ajili ya kutuokoa. Kipengele kingine muhimu katika siri ya mapenzi ya Mungu, kila kitu kinarudi chini ya Kristo. Kila kitu kinarudi chini ya utawala wa Kristo. Ndio maana akasema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kila goti, kila kitu kinarudi chini ya utawala wa Kristo. Mbingu, dunia, kanisa na historia yote. Kingine kitu muhimu kwenye siri ya mapenzi ya Mungu ni kwamba Mungu hafanyi mambo bila mpango. Mungu hupangilia. Mungu anaona mbali sana. Ndio maana alianza kumchagua Ibrahim, akamchagua Ibrahim kwa ajili ya kujitengenezea uzao mtakatifu, uzao mteule. Akamtengeneza Ibrahim, akamchagua. Anafanya kwa mipango. Tunaona kina Yuda nani wanazaliwa, yote alikuwa anaandaa njia nzuri ambayo Yesu Kristo atazaliwa kwenye mfumo mzuri, ili aje awaokoe watu na dhambi zao. Kila hatua ina kusudi ambayo Mungu alikuwa anaichukua. Kwa hiyo kingine katika mapenzi ya Mungu, kitu cha muhimu kingine, mapenzi haya yalikuwa yamefichwa zamani. Mapenzi haya yalikuwa yamefichwa zamani, ya kwamba Mungu inatakiwa unganishe vitu vya duniani na mbinguni. Yalikuwa yamefichwa, hata wewe ulikuwa uelewe, lakini sasa umeweza kuelewa na Mungu amekubariki sana. Kwa nini hii ni siri? Kwa nini ni siri? Mwanadamu huona kwa sasa, lakini Mungu huona mwisho. Kwa nini hii ni siri? Kwa sababu mwanadamu yeye anaona sasa, lakini Mungu huona mwisho. Kwa hiyo Mungu anaangalia mwisho. Mapenzi yake ni kwamba mwisho wake kwamba vitu vyote viwe vya kwake, kwa sababu yeye ndio alivifanya na aliviumba. Wengi hudhania mapenzi ya Mungu ni adhabu, kumbe ni rehema. Mapenzi ya Mungu kwetu sio adhabu, ni rehema. Ni rehema. Nyingine, mpango wa Mungu ni mkubwa kuliko maisha ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu sio kwamba amekuja tu wewe peke yako, hapana, amekuja kwa ajili ya wengi. Ndio maana Yesu alipokuja, amekuja kwa ajili ya watu wote. Iwe una dini, una kabila, sio una nini, chochote kile wewe ulivyo, Mungu amekuja kwa ajili yako. Maana yake nini kwetu leo? Mapenzi ya Mungu, kuishi kwa kutii tukijua Mungu ana kusudi jema. Kuishi kwa kutii tukijua Mungu ana kusudi jema. Namba 2, kuacha hofu kuhusu kesho. Acha hofu kuhusu kesho, kwa sababu kesho ni ya Mungu, sio ya kwako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya leo na mtumaini Mungu kwa ajili ya kesho. Amina. Kutambua kuwa maisha yako ndani ya mpango wa Mungu. Maana yake nini leo hii siri ya mapenzi ya Mungu? Kutambua ya kwamba maisha yako yapo ndani ya mpango wa Mungu. Kwa hiyo yapo ndani ya mpango wa Mungu. Unatembea kwenye kusudi la Mungu la kukuweka hapa duniani. Tunaweza tukahitimisha kwenye hii siri kwa kusema siri ya mapenzi ya Mungu, Mungu ana mpango mkamilifu wa wokovu na urejesho kupitia Kristo. Ana mpango mkamilifu wa wokovu
na urejesho kupitia Kristo. Amina. Mungu akubariki kwa siri hii. Karibu tena katika siri nyingine.